Qur'ani imejaa fasaha na ubalagha. Hajasema hata zurtumul maqabir, maana yake mpaka mtakapoingizwa makaburini, maana yake mmefariki mkazikwa. Lakini hajasema mpaka mtakapoingia au kuzikwa, akasema nini? Mpaka mtakapozuru makaburi. Kafananisha ule muda wote ni mfano wa ziara. Ziara haizidi dakika 5 mpaka dakika 10. Unamtembelea ndugu yako, unamfanyia ziara, maana yake dakika 5 dakika 10. Unamfanyia ziara mgonjwa, hukai dakika 5 dakika 10. Mwenyezi Mungu amefananisha maisha yote mpaka kuzikwa, mpaka kila kitu, kana kwamba ni ziara mpaka mtakapoingizwa makaburini. Kisha kalla sawfa ta'lamun, hakika tafahamu nini? Kwamba mmepambazika na mambo ambayo nini ndio makusudio ya kuumbiwa, mkayaacha mkafata kukithirisha mali na kuikimbilia dunia. Ndio maana yake thumma kalla sawfa ta'lamun. Kisha Mwenyezi Mungu anatia tena msisitizo mara pili, kisha hakika mtafahamu, mtajua mtakapoona sasa malaika wa kutoa roho. Huyo hapa ulikuwa ni mzuri sana kukanusha kwamba hakuna Mungu, hakuna siku utahesabiwa, unadhulumu, unafanya na kufanya kana kwamba kesho hakuna siku utasimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Tena Mtume anasema hakuna baina yako wewe na Mwenyezi Mungu tarjumani, wewe na Mungu wako huyu hapa. Baadhi ya wanazuoni wamesema hii ya kwanza, kalla sawfa ta'lamun, hakika mtafahamu pindi mtakapoingizwa makaburini. Thumma kalla sawfa ta'lamun, hakika mtafahamu siku mtakapofufuliwa na kusimamishwa mbele ya nani? Ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na maana yote ni sahihi. Kisha kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, hakika law ta'lamuna ilma al-yaqin, law mtaifahamu na kuijua ilmu ya yaqini. Yaqini ni nini? Watu wengi au wanaosoma tafsiri wanakosea hapa, wanadhani hii kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, law si lazima ije jawabu yake. Wanasema kwamba jawabu yake ni tarawuna al-jahim, yani lau mngefahamu mkajua kwa yakini, basi mtaona nini? Mtaiona moto wa jahannam. Hapana, hii sio jawabu yake. Jawabu yake hapa ni mahdhuf. Ni ipi? Kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin, msinge kuwa mnakimbilia na kukithirisha dunia na kuacha nini? Mambo ambayo yameumbiwa. Na Qur'ani imetaja maratib ya yaqin au maratib ya elimu ni 3. Ya kwanza ilmu al-yaqin, kisha afwan, ya kwanza ni naam, anasema ilmu al-yaqin, aina al-yaqin. Ya kwanza ni ilmu al-yaqin. Sasa hivi nikikuuliza unafahamu mji unaoitwa Makkah, utasema naam. Umewahi kuona? Hujawahi kuona. Umewahi kutembelea kuingia pale? Hujawahi. Lakini kwa sababu ya kila mtu anaisema na hao watu wote haiwezekani wakakubaliana kwa uongo, unajua kwa elimu ya yaqini, kwa maarifa, bila kuona au kuingia, kwamba Makkah iko. Kisha Mwenyezi Mungu akakukadiria ukaiona Makkah, sawa? Tunasema sasa elimu yako imepanda, imetoka kwenye ilmu al-yaqin imekwenda kwenye aina al-yaqin, umeona. Kisha ukaingia ukaishi pale, inahama inakuwa ni haqqul yaqin. Kama kwenye suratul Waqi'a Mwenyezi Mungu anasema nini? Inna hadha lahu haqqul yaqin, hakika hii ndiyo haki, ndiyo yakini, na hii ndiyo martaba ya juu ya elimu. Wenye kuingia peponi wameingia, na wenye kuingia motoni wameingia, na hakuna kukusaidia. Jambo lishaisha. Mwenyezi Mungu atuhifadhi. Kisha Allah anasema kalla law ta'lamuna ilma al-yaqin la tarawunna al-jahim. Lam hii la tarawunna, lam ni lam ya kiapo. Mwenyezi Mungu anaapa kwamba naapa mtaiona. Tena akaitia msisitizo tena kwa nunu taukid, la tarawunna, ni msisitizo.
Yani naapa hakika. Mara ngapi amesisitiza? Mara 2. Mtaiona moto wa jahannam. Na hii kwa kila mtu. Kila mtu ataiona moto wa jahannam. Kila mtu ataiona moto wa jahannam. Yule ambaye alifanya mema atatulizwa akaambiwa hapo sio makazi yako, bali ni makazi ya watu waovu. Thumma latarawunnaha aina al-yaqin. Kisha Mwenyezi Mungu anasisitiza tena, mtaiona tena kwa yaqini ya macho. Angalia, hajasema Mwenyezi Mungu haqqa al-yaqin, kasema nini? Aina al-yaqin. Kwa sababu gani? Tunasema haq mpaka uingie. Kwa hiyo sio kila anaiona moto wa jahannam ataingia. Umeeleweka? Tayib. Kisha Mwenyezi Mungu anamaliza sura kusema thumma latusalunna yawma idhin 'anil na'im. Kisha hakika mtaulizwa. Mwenyezi Mungu bado anaapa, anasema mtaulizwa kwa kila neema. Kila neema aliyokupa Mwenyezi Mungu atakuuliza. Narudia tena, Mwenyezi Mungu hajaifanyia taqyid. Neema gani? Neema ya macho, neema ya uhai, neema hapana. Lakini ameiacha wazi kila neema. Nimekuja kwenye hadithi kwenye Jami' at-Tirmidhi pamoja na Sahih Ibn Hibban, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadithi ya Abu Huraira, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema kitu cha mwanzo mwanadamu kuulizwa ni nini? Mwenyezi Mungu atamueleza na kumwambia, sikukupa afya, nguvu na siha na afya? Sikukupa uwezo wa kunywa maji ya baridi ukakausha kiu yako? Ndio kitu cha mwanzo utaulizwa mwanadamu. Na kwa nini Mwenyezi Mungu anamuuliza maswali haya? Allahu a'lam. Lakini neema ya kwanza utakayoulizwa ni neema ya afya na neema ya kuweza kunywa maji ya baridi ukakatisha kiu chako. Na anasema Ubay ibn Ka'b kwamba kulikuwa na aya, na hii hadithi niliyotaja kabla, walikuwa wakijalia ndani ya Qur'an au wakidhani ndani ya Qur'an mpaka ikashuka aya sura At-Takathur ambayo thumma latusalunna yawma idhin 'anil na'im. Kila neema alikupa Mwenyezi Mungu. Unaona leo umekaa unasoma, una nguvu, kijana, kila neema. Na subhanallah, Mwenyezi Mungu anasema al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Leo nimewakamilishia dini yenu na nimewatimizia neema zangu. Kwenye dini katumia nimekamilisha, kwenye neema katumia nimetimiza. Hii maji, hii chupa maji sio kamili kwa sababu kuna sehemu bado haijajaa, lakini maji imetimia. Kwa hiyo atmamtu, kutimiza, ni huenda ukawa na neema fulani nyingine huna, lakini kila neema alikupa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuuliza. Na sasa hivi hujui neema mpaka neema ikutoke. Hujui neema raha ya kutoka baada al-maghrib kuja kuswali sala jamaa hapa, sala isha, lakini mwezi wa 10 tulijua. Hujui neema ya nyanya, hujui neema ya unga, hujui neema ya chakula, lakini siku hiyo mlijua. Hujui neema ndogo mpaka Mwenyezi Mungu aichukue ndio utajua kweli nilikuwa kwenye neema. Pumzi hizi kikata ukaanza kuhesabiwa mitungi ya gesi ndio utajua neema gani Mungu alikuwa anakupa bure. Ukitaka kujua neema ambayo Mwenyezi Mungu amekupa, toka nenda hospitali pale. Utajua kweli wewe Mwenyezi Mungu amekupendelea kuliko waja wote. Sema alhamdulillah. Na hii neema yote kushukuru tu, kusema alhamdulillah, basi umetimiza. Umetimiza, japokuwa huwezi kutimiza neema za Mwenyezi Mungu na fadhila anazokupa, lakini Mwenyezi Mungu amejalia kwa lafudhi ya ulimi, maneno machache, umekaribia kutimiza neema ambayo Mwenyezi Mungu amekupa. Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwenye hadithi anasema hakuna atakayeingia peponi kwa matendo yake mpaka wewe, akasema naam, mpaka mimi, illa an yataghammadani Allahu birahmatihi. Hakuna atakayeingia peponi kwa matendo yake kweli, lakini hakuna pepo anayekupa Mwenyezi Mungu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ukilinganisha fadhila ya pepo, neema iliyokuwa peponi, achana na neema iliyokuwa duniani, ya peponi tu na matendo uliyofanya, lau umezaliwa umetoka tumbo la mama yako ukawa unaswali mpaka unafika miaka 90, wewe unaswali tu, bado hujafikia hata punje. Neema ya Mwenyezi Mungu, in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, neema za Mwenyezi Mungu ni nyingi 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 mno, lakini Mwenyezi Mungu anaangalia yale matendo ambayo amekuamrisha na jumlisha na rahma zake, ndio unaingia peponi. Asije akasema mtu kwamba hadithi ya Mtume, mimi sifanyi matendo bana, si rahma ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu Ghafurur Rahim. Usisahau Mwenyezi Mungu anasema inni ana al-Ghafurur Rahim wa anna adhabi huwa al-adhabul alim. Mwenyezi Mungu ni mwingi wa msamaha, lakini adhabu yake ni kali. Tayeb, sura imeishia hivyo. Tunaingia suratul Asr. Bismillahir Rahmanir Rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Hizi aya tatu, Imam Shafi'i anasema hii sura lau Mwenyezi Mungu asingeteremsha kwenye Qur'an isipokuwa aya hizi tatu hizi, basi ingetosheka kwa walimwengu wote kwamba hii sura kuwa ni hoja kwao. Na riwaya nyingine amesema kwamba, au masimulizi mengine ambayo imethibiti kwamba akishikamana, kwa sababu sura hii imekusanya sababu za mtu kuangamia na sababu za mtu kuokoka, hii sura hii. Na salaf wema waliotangulia kanu yataahaduna qira'ataha hata fi majalisihim, walikuwa kile wakienda sehemu wanaisoma kwa wingi hii sura. Ametaja Sheikh Islam Ibn Taymiyyah kwenye majmuu fatawa yake maneno ya Imam Shafi'i kwenye tafsiri yake At-Tahrir wa Tanwir, Ibn Kathir kwenye tafsiri yake kauli ya Imam Shafi'i. Lakini muqtada wa kuja suratul Asr baada ya surat Alhaakumut Takathur, Allah subhanahu wa ta'ala alisema, Allah subhanahu wa ta'ala alieleza kwamba vitu ambavyo vinawapumbaza mwanadamu anashikamana navyo, mwanadamu anavikithirisha na kusahau akhira yake. Sasa vipi ataokoka? Ndio suratul Asr. Mshekhi simeleweka. Mwenyezi Mungu ameanza kwa kuapa wal asr, Mwenyezi Mungu anaapa kwa asr. Hapa wanazuoni wamekhtalifiana katika kauli mbili. Kauli ya kwanza, alasiri, muda huu, mwisho wa mchana huu, muda huu Mwenyezi Mungu ameapa kwa muda huu. Baadhi ya wanazuoni wakasema si muda huu, bali asr inayokusudiwa hapa ni zama. Mfano zasema asrun nabawi, zama za nani? Za Mtume. Asrul hadith, zama za sasa hivi. Kwa hiyo asr kwa Kiarabu maana ya zama. Na adhahir wallahu a'lam kwamba tafsiri ya kwa Mwenyezi Mungu anaapa kwa nyakati zote, kwa zama zote, ndio iliyokuwa na nguvu. Kisha akasema innal insana lafi khusr, hakika mwanadamu ni mwenye hasara. Hii aya inatisha. Lau Mwenyezi Mungu angesimamisha hapa tungekuwa sehemu mbaya, lakini rahma yake na neema yake akatueleza njia za kuokoka. Kila mwanadamu ameangamia. Na kwenye sura za Makka zinazoshuka mara nyingi ikija insan basi anakusudiwa kafiri. Innal insana li rabbih lakanud, qutila al-insanu ma akfara. Zote hizi zinakusudia kafiri, lakini hapa anakusudiwa kila mwanadamu. Kwa sababu gani? Isingekuwa hii ni am, hii istithna inayokuja baada ya illa, ingekuwa ni istithna munqati. Lakini al-insan hapa kila mwanadamu mwenye hasara. Nani anayeokoka? Na kwa nini Mwenyezi Mungu anatumia njia hii? Wewe unaoisikia uwe makini. Mashaka meleweka? Nani sasa ambaye hajapata hasara? Illa alladhina amanu. Sababu ya kwanza ni imani. Ukitaka kufaulu shikamana na imani. Na imani sio tu imani ya kuona au kujua, imani ya elimu na kuamini. Sawa? Ya kwanza imani. Ya pili amilu salihati, matendo mema. Ya tatu tawasau bilhaq, wamehusiana kwa haki. Haki tunajua kuzungumzia ni haki gani?
Hiyo ya tatu. Ya nne, watawasau bisabr, na wamehimizana, wamehusiana kwa subira. Kwa vitu vinne hivi ndio sababu ya mwanadamu kufaulu na kutoka kwenye ile alhaakumut takathur, na kutoka kwenye wa amma man khaffat mawazinuhu, suratul Qari'ah. Mwenyezi Mungu maneno yake yana makusudio, na aliyepangilia sura hizi, hii ibada hii na aya ni Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hizi zote zina mlolongo, zinafuatana, zina maana sawa. Tayib, ya kwanza imani, na imani haitosheleki peke yake, haitoshi imani peke yake, lazima imani na matendo. Usije kusema imani, Mwenyezi Mungu anama nimeamini nitafaulu. Hapana, matendo yako ndiyo yanafanya imani istawi, ipungue, iondoke. Kama huswali, imani hakuna. Kwa imani inaendana na nini? Na matendo. Ndio maana Ahlus Sunna wakafanya taarifu ya imani, wakasema nini? Al-iman i'tiqadun bilqalb, sawa, au biljanan, janan ya qalb, hiyo ndani, na jim na nun, chochote kilichojificha. Mfano jini, shetani, jini sio shetani, jini, jim na nun, si ndio? Haonekani kwenye macho yako, ndio maana kaitwa jini. Junun, wenda wazimu, hauonekani, ndio maana unaitwa junun. Kwa kwenye Kiarabu chochote ambacho kina jim na nun ni kitu hakionekani, ndio maana kifua ndani kaitwa moyo, kaitwa janan, kwa sababu haionekani hapa, sawa. Almuhim, imani kwenye moyo, kisha qaulun bil lisan. Angalia, rais ndio huyu kwenye mwili, rais ni huyu, kisha waziri wake ni huyu, kama anavyosema Ibn al-Qayyim kwenye kitabu chake Ad-Da wa Ad-Dawa. Kisha huyu na huyu, hizi ndio zinawafuata. Hawa ni wanajeshi, mkono, mguu, masikio, yote ni wanajeshi wa nani? Wa moyo. Na moyo ni mfalme, waziri wake ni nani? Ulimi, sawa. Ndio maana ikawa imani hapa, kisha utamke, kisha ufanye matendo. Unakuta mtu sala kwake ni ngumu, lakini mwingine sala kwake ni rahisi. Kwa sababu gani? Wanajeshi hawa hawajatii amri ya rais iliyokuwa moyoni, au mwendo wa moyo uko tofauti na mwendo wa nini? Wa viganja na miguu. Mashaka ameeleweka? Tayeb. Waamilu salihat, wakafanya matendo mema. Ya pili, sababu ya pili, na matendo mema haitimii mpaka kwa vitu viwili. Kwanza, iwe kwa ikhlas, unamkusudia nani? Allah subhanahu wa ta'ala, sawa. Ya pili nini? Ufuate njia aliyokuja nayo Mtume Muhammad, muwafaqatu nabii sallallahu alaihi wasallam. Kwanza we ikhlas lillah, kisha matendo yako yawe yale ambayo Mtume amekuja nayo, sio unazusha. Ndio inaitwa amilu salihat, kipengele cha pili au sababu ya pili. Sababu ya tatu, watawasau bilhaq, wakahimizana kwa haki. Haki ni al-amru bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar, na neno tawasau ni tafaul, na hii kwenye sarf neno tafaul ina maana ya musharaka, kushirikiana. Tadarus, mimi na wewe tunasoma, tunadurusu, sawa, ni watu wawili. Kwa hiyo mimi nakuhusia Khalfan, na Khalfan ananihusia mimi, nakuhusia kuleta mambo mema na kukaa mbali na mabaya, na wewe hivyo hivyo. Ndio maana Allah kwenye surah Al-Imran anasema kuntum khayra ummatin ukhrijat linnas. Kwa nini ummat Muhammad imekuwa umma bora? Kwa nini? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, kwa sababu mnaamrisha mema na mnakataza mabaya, sawa. Tayib, ya mwisho, watawasau bis sabri, wakahimizana kwa subira. Subira hii kwenye kila sehemu, kwenye kuamuru mema na kukataza mabaya pia inataka uvumilivu. Hii ni njia ya mitume. Mitume walitukanwa, walipigwa, inahitaji subra. Ndio maana Luqman alimwambia nini mwanae kwenye sura Luqman? Ya bunayya aqimis salata, simamisha sala, kisha waamur bil ma'ruf, amrisha mema, wanha 'anil munkar, kataza mabaya, wasbir ala ma asabaka, na vumilia kile ambacho kitakupata
kutokana na njia yako ya kuamrisha mema na kukataza mabaya. Na bahati mbaya sasa hivi unatakiwa uvumilie, sio tu ambaye hayuko na wewe kwenye dini moja au hayuko na wewe katika njia moja. Mara nyingi maudhi yanatoka kwa yule ambaye hayuko na wewe njia moja, si ndio? Sasa hivi mpaka ndugu yako uliyefanana naye mwenendo, uliyefanana naye dini, uliyefanana naye manhaji, unatakiwa uvumilie. Sawa mashekhe? Na ndio maana alipomaliza watawasau bisabri, ikaja sura hii inayofuata. Tutakuja kueleza. Watawasau bisabri pia wakahimizana kwa subira, uvumilivu kwa zile kadari za Mwenyezi Mungu ambazo machungu ile kupata. Kwa uvumilie. Kwa sababu katika imani, ili imani itimie nini? Uamini kwamba kadari yote, khairi na shari yake, zuri na baya lake, lote kutokana na nani? Na Mwenyezi Mungu. Na jambo la muumini ni jambo la ajabu. Mtume anasema ajaban li amri almu'min amruhu kulluhu khair, au kama jaa, amri ya muumini yote khairi. Umeona mtume mpaka mshana anaeleza, umeona mwiba ukikuchoma ile ukaumia, Mwenyezi Mungu anakufutia madhambi na kupandisha daraja. Chochote kitakachokupata Mwenyezi Mungu anakunyanyua, ukivumilia anakunyanyua daraja na kukufutia madhambi, ni kafara kwako. Ndio maana mitume wa Mwenyezi Mungu walikuwa wakipatwa na balaa zaidi kuliko mtu yoyote. Tayeb, sura hii imeisha, zimetaja asbabu 4 za ufaulu. Kisha inakuja suratul humaza, wailul likulli humazatin lumaza. Allah subhanahu wa ta'ala anasema wail, na tulisema kwenye suratul mutaffifin wail, wanazuoni wametafsiri kwa njia mbili. Wail ni mlima uliokuwepo wapi? Jahannam, uliokuwepo motoni. Wengine wakasema wail ni neno la nini? La kemeo, na hii ndio adhhar, kwa sababu limekuja baada yake kitendo ambacho hakifai. Allah anasema wailul likulli humazatin lumaza, ole wao kila humaza na kila lumaza. Alhumaza wanazuoni pia wamekhtalifiana kwenye tafsiri, wakasema humaza ni yule ambaye anawasema watu, ghiba, kuwasema watu, anawasengenya watu. Lumaza anayewatia doa watu. Sawa? Na inawezekana zote zikakutana. Inawezekana akawa anawasengenya mtu, anamsengenya mtu, hapo hapo anamtia dosari. Mwangalie huyo bonge, mwangalie huyo, mwangalie huyo, mwangalie huyo njiwa, mwangalie huyo. Mwenyezi Mungu anasema wailu, ole wao. Wengine wakasema tofauti, yani humaza ni kukosoa, lumaza ni kusengenya. Sawa jamani? Na baadhi ya wafasiri wamesema humaza ni kwa mkono, yani huyu nini? Chizi kwa mkono, lumaza kwa ulimi. Lakini yote na maana nini? Kusengenya na kutia watu dosare. Na yote imetokana kwa sababu gani? Kwa sababu ya kibri. Itakuja kwa sababu ya nini? Ya kibri. Angalia, subhanallah, Allah subhanahu wa ta'ala, mashaikh, Allah subhanahu wa ta'ala amemalizia watawasau bisabri, si ndio? Lakini mwanzoni mwa sura anaanza nini? Wailul likulli humazatin lumaza, ole wao wale wenye kusengenya na kutia watu dosari. Alladhi jamaa malan wa addada, yule ambaye amekusanya mali nyingi, wa addada, kazi hesabu. Yani anaona kwamba kukusanya kwake mali nyingi na kuwa na utajiri mwingi ndio sababu ya nini? Yahsabu anna malahu akhlada, anadhani kwamba mali yake itadumu milele, itamnyanyua, itampandisha. Hii yote imekuja kwa sababu ya nini? Kibri, katia watu dosari. Na jamani, watu wengi wanakosea, wanasema watu fulani, kabila fulani wajeuri. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala hajaumba tabaka lolote au aina yoyote ya watu wakawa wote ni wabaya. Hapana, kuna mzuri, kuna mbaya, na hii ndio jamii. Jamii haiwezi kustawi mpaka kuwe na mwenda wazimu, kuwe na mtu mwerevu, kuwe na mwenye akili, kuwe na mwenye kibri, ndio ikaitwa jamii. Kwa Kiarabu ni jamaa, mkusanyo, unakusanya watu wa aina tofauti. Lakini mtu anabadilika na kuwa na tabia mbovu baada ya kupata mali, wala haiendani na jambo la damu au kabila au rangi.
bali mali ndio inatia watu jeuri. Mfano wa Qarun alisema nini? Inma utituhu ala ilmin indi, mali hii nimepewa mimi kwa ilmu yangu. Jeuri. Na yule kwenye sura al-Kahf Mwenyezi Mungu ametueleza, anasema nini? Mungu kampa bustani, akampa shamba kubwa. Wadakhala jannatahu wa huwa zalimun li nafsi, kisha anamtia dosari mwenzie, anasema nini? Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada, hii mali hii shamba langu hii na ukubwa wake sidhani kama itaangamia. Jeuri shamjia. Mwanzo alikuwa naomba dalili, Mungu nipe, Mungu nipe. Alipopewa tu kibri imetoka. Na ndio nasema kibri haihusiani na rangi ya mtu wala damu ya mtu wala tabaka la mtu, bali inahusiana na nini? Na mfuko. Shetani anamlaghai. Qala ma adhunnu an tabida hadhihi abada, mpaka akawa na dhanna mbaya ya kiyama. Wama adhunnu sa'ata qa'ima wala in ruji'tu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba, sidhani kama kiyama itasimama, kwa sababu anaona anayo, na hata kama kiyama ikisimama nitakuwa sehemu nzuri. Mwenyezi Mungu haangalii mali ngapi. Hakuna kwenye hadithi imekuja kwamba kivuli wale watu 7 hakuna mmoja wapo yule aliyekuwa na kwenye akaunti yake ana hela nyingi, hakuna. Mwenye watoto wengi, hakuna. Bali ni matendo gani? Siku ya kiyama mambo ya fulus hakuna anayeangalia. Na tulisoma kwenye sura idha zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu athqalaha, ardhi itatoa dhahabu yake, vito vyake, kila chenye thamani itatoa. Lakini rasuli hana habari kuangalia, anaangalia mbele, leo naenda kumjibu nini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sawa jamani? Tayib, alladhi jamaa malan muaddada yahsabu anna malahu akhlada kalla. Na tulisema kalla inakuja kwa maana mbili. Ikiwa nyuma yake kuna matendo sio kwa sawa au maneno madai yasiyokuwa sahihi, ikija kalla basi maana yake nini? Hapana. Ni kalimat rad' wa zajr, kwamba hapana. Kalla itakuja kwa maana ya kupinga. Lakini kama nyuma yake hakuna chochote chenye kukatazwa, hakuna chochote chenye kukemewa, basi kalla ina maana nini? Hakika, inatia sisitizo. Sawa? La yumbadhanna fil hutama, hapana, usidhani hivyo. La ni qasam hapa, utatupwa. Tena kaweka na nunu taukid, atatupwa. La yumbadhanna ni atatupwa hivi tena. Na kwenye hadithi imekuja kwamba ataangukia uso. La yumbadhanna fil hutama, hutama ni jina ya moto wa jahannam, na haijaja jina la jahannam kwa jina la hutama isipokuwa kwenye sura hii, na haijaitwa hutama isipokuwa tuhatimu nnasa, inavunja mifupa ya watu, inavunja miili ya watu. Kwenye jahannam, Mwenyezi Mungu atuepushe. Kwa miongoni mwa jina la jahannam nini? Yenye kuvunja. Wama adraka mal hutama, na kipi kitakujulisha kuhusu hii hutama? Tulisema hii ni njia ya nini? Kwenye lugha ya Kiarabu inatumika kufanya nini? Kukuza jambo na kuitia msisitizo. Narullahi almuqada, moto wa Mwenyezi Mungu, almuqada, ulio nasemani kuku imekolea moto, imewashwa moto. Na Mwenyezi Mungu hafanyagi idhafa kwa viumbe vyake. Yani ikija jina la Mwenyezi Mungu kisha ikaja kitu, ujue na maana mbili. Ima ija maana ya kutaja kwamba hii ni sifa, yadullahi fawqa aydihim, mkono Mwenyezi Mungu uko juu ya mikono yao. Sawa? Hii sifa ina maana ya sifa, idhafa hii ni maana ya sifa. Lakini ikija kiumbe, mfano narullah, naqatullah, ngamia wa Mwenyezi Mungu, hii inaonyesha nini? Mwenyezi Mungu anamiliki kila kitu, lakini hii anaitia msisitizo. Kwani hii msikiti ni msikiti wa nani? Sio Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwenyezi Mungu ana haja nayo, ana haja nayo. Lakini kwa nini tunasema ni ya Mwenyezi Mungu? Kuitukuza na kuipa heshima yake. Sawa jamani? Kwa hiyo hapa narullah ameitia msisitizo, ameipandisha daraja kwamba moto wa Mwenyezi Mungu almuqada. Allahu akbar.
umekolezwa moto. Hadithi imekuja imekolezwa moto miaka 1000, kisha ikakolezwa tena miaka 1000, kisha miaka 1000 tena. Ikataja mpaka ile rangi ilikuwa nyekundu, ikaja rangi mpaka ilivyokolezwa tena baada ya miaka na miaka na miaka, imekuwa rangi gani? Nyeusi. Kabla ya muda nilikuwa nasoma kwenye page ya watu wa physics, wanasema kwamba moto ukiwa na rangi inaonesha ukali wake. Mfano ya njano si kali mno, kijeuka kwa ya blue inakuwa ina ukali tofauti ya na daraja ya mwisho ya moto kuwa ni mkali mno, mweusi. Na Mwenyezi Mungu anasema moto wa Jahannam ni mweusi yenye giza. Sasa watu wengine wanashangaa, inakuwaje moto una giza? Wenyewe moto una rangi mweusi kwa sababu imekolezwa, ikakolezwa. Ni zaidi ya moto wetu huu mara 69. Kuna mtu anaweza kuvumilia, mwingine anakuambia bana, mimi nafanya tu matendo, mimi naamini Mwenyezi Mungu, tauhid itanitoa motoni. Sawa, kisha duniani acha nile neema za duniani. Unaweza kuvumilia siku moja, dakika moja kwenye moto wa Jahannam? Mwenyezi Mungu atuepushe nayo. Allati tattali'u 'ala al-af'ida. Allahu akbar. Moto huu tattali'u, unaingia mpaka inaenda kuunguza vifua vyao, mioyo yao. Kwa nini Mwenyezi Mungu ametaja moyo kwamba inaingia mdomoni kisha inaenda inaunguza mpaka moyo? Kwa nini mashaikh? Kwa sababu matendo waliokuja nayo ni matendo yanayothibitika kwa moyo. Hakuwa mwenye kutia dosari watu, kuwatukana watu, isipokuwa nini? Kibri. Na kibri inakuwa hapa, na akasema hapa, yahsabu anna malahu akhlada, anadhani mali yake itabaki kuwa daima na milele na itampa yeye uzima na kuwa mtu wa milele. Innaha alaihim mu'sada, hii moto wa Jahannam wao watakuwa wamerundikwa na moto wa Jahannam, yani hawatoweza kutoka. Munghaliqa, hawatoki kwenye moto wa Jahannam, hawawezi kutoka. Kisha fi amadin mumaddada, katika nguzo zilizotandikwa na kusambazwa. Fi amadin mumaddada, katika nguzo. Wanazuoni wameenda tafsiri tofauti. Wengine wakasema kwamba inategemea kwamba hizi nguzo ambazo zimewekwa kwenye moto wa Jahannam, nguzo ni kuadhibiwa mpaka moto kaingia mdomoni na kufikia nini? Kwenye kifua. Yani ni kama ni sehemu ya kusulubiwa. Wengine wakasema hapana, fi amadin mumaddada inarudi kwenye aya hii, innaha alaihim mu'sada, ay isaduha fi amadin mumaddada. Wamefungiwa kwenye kitu gani? Kwenye nguzo ambazo zilizotandikwa.